Poa mzima? Wa afya. Niambie. Sasa jana. Ni nzuri. Maiza kushukulia mtani kupasa maji. Mimi siendi kisimani jamani. Kwa nini? Nije nipate huko kisimani. Shogangu ni kusimdi. Nitombea. Nimetoka hapa nyumbani. Kachukua ndoo yangu kaenda kisimani. Mguu mmoja mguu pili. Hadi nikafika pale kisimani. Jagi la kwanza la pili. Niambie shogangu. La tatu. Nikaona kidude kiboja kinakuja. Kwanza nikashtuka, ni nini? Na mimi ninapopendaga umbea. Nikaona nisogeepo. Ile kufika, nikakichonga kile kidude. Nikafunua mtoto wa watu. Nilipofungua, ukatoka moshi mkubwa. Nikaona radi zinapiga huko juu. Nilichofanya, nikamwaga maji chapu. Sawa, nikaanza kukimbia, yani huku hivi nageuka nyuma kuangalia. Nikaanza kukimbia huku nageuka nyuma. Na hivyo mnene, mzito kukimbia. Tokea hiyo juzi. Hadi leo sijakanyaga tena kisimani. Na ukopa shogangu, asije akanipata mazito kama ya ile siku. Sasa hivi toka nafuata maji shogangu. Shogangu, hata kama iwe 500 tunalipia tu. Wafanya twende tuko wawili. Wewe, mimi siendi. Hebu acha kabisa, kama unaenda nenda. Alafu shogangu, tokea hiyo juzi kuna ugonjwa umeingia katika kijiji hichi. Alafu nakumba watu wadogo. Niambie shogangu, pojo huo ugonjwa. Huo ugonjwa, yani mtu sana dondoka. Anaanza kama hivi anadegedege, kutoka damu puani. Masikioni. Wewe. Bibi mtabia jiongea kitu chochote kuhusu ugonjwa. Mimi mwenyewe sijasikia fununu yoyote kuhusu utabiri. Ngoja shogangu kusubiri. Ngoja mimi niende nyumbani. Shogangu, siende kwenye kile kisima nipo kwa mimi nachota maji. Shogangu, tumeenda. Haya.
balaa limezuka la ugonjwa. Sijui nini kinaendelea ndani ya kijiji. Kwani unajua? Hapana. Yaani kuna hilo balaa. Yaani kuna huo ugonjwa. Yaani mtu yani ana ghafla tu na ugani. Yaani ni ugonjwa fulani hivyo umetokea ndani ya kijiji. Yaani sijui tunafanyaje ndani ya kijiji. Unaoneje? Yaani nimesikia jambo. Kuna huyo mtaalamu mmoja wamemsema. Ngoja tuangalie kama itawezekana. Haya ndugu yangu, ngoja mimi kwanza niingie huko maskani. Unajua nikamwone bibi mkubwa. Okay, haina kweli. Hamna noma mwanangu. Shogangu, na habari hapa kijijini kuna ugonjwa umeibuka ghafla. Ni ugonjwa gani huo? Ndugu yangu, hata sijui ugonjwa gani. Kwa itakuwaje? Lakini nimesikia kutakuwa kuna mtabiri. Kwa mtabiri anaweza kumaliza mambo yote. Ngoja tuone itakuwa. Tabiri! Tabiri, tuombe tusaidie kamera zetu tufikie mkubwa na tatizo gani ndio kama hivi unavyoona. Na kuhusu hili janga nimeliota leo, ingawa sijui ni nini chanzo. Sasa kabla ya kulitibu hili janga, tunatakiwa tujue chanzo ni nini. Kwa hiyo wanakijiji, naomba mtulie na tusikilizane hapo. Ngoja tufanye shughuli ya kujua chanzo ni nini, kwa sababu kijiji chetu tunapojua ni kijiji ambacho kina amani, utulivu. Sasa hili janga limekuja hivi karibuni na hatujui ni nini chanzo, ndio? Sasa naomba tutulie na nawahakikishia kwamba hawa watoto wetu watapona hivi karibuni. Naomba tutulie. Jamani, naombeni utulivu kidogo. Msikize mganga. Ili tutatue hili janga ambalo limekumba kijiji chetu. Sasa kwa vijana wadogo ambao ni watoto wetu hawa. Sasa naomba utulivu kidogo hapa. Wakuru, naomba muwasaidie hawa vijana. Katika kijiji chetu limetokea janga ambalo hatulifahamu na tujui limetokea wapi, na tunataka tujue chanzo ni nini ili tuweze kutatua hili janga. Sasa wanakijiji, naomba nyinyi nyote tutazame kitu ambacho kimesababisha hili janga kwa watoto wetu. Naomba wote macho tuweke hapo tuangalie. Unaona chanzo? Sasa chanzo ni hicho, na msababishi wa hicho chanzo mwenyewe mnamfahamu, ndio kama mnavyomjua, ndio huyu binti. Sasa kama mnavyojua kijiji chetu kilikuwa kina amani na tulikuwa watu tunapendana. Sasa kwa sababu huu ugonjwa amesababisha huyu, sio kama tumpe lawama zote yeye. Na nikiangalia hapa, shida kuu sio yeye. Kuna mzimu fulani ambapo ulikuwa umefungwa miaka zaidi ya 20 kwenye hiyo chupa ambayo mmeliona hapo. Sasa yeye alikuwa hajui, ndo amefungua hiyo chupa na ile jini kali limetoka. Sasa na hilo jini linaanza kunyonya damu watoto wetu kama hawa, na inavyoonekana hivi, baada ya mwezi mmoja katika kijiji chetu hiki hakutakuwepo na mtoto hata mmoja. Sasa kitu cha kufanya ili mbadi tuwasaidie hawa watoto, kipo kitu kimoja tu, na tukishindwa hicho kitu, watoto wote katika hichi kijiji chetu tutawapoteza. Naomba tusikizane kidogo. Sasa katika hili, inachotakiwa hapa ni kuangalia vijana wa hichi kijiji chetu ndio waenda wakatafute hiyo dawa, na hiyo dawa inapatikana katika msitu mmoja unaitwa Wapogoloni, ambao unapatikana huko kijiji cha jirani.
Sasa katika wana kijiji mlioko hapa, nataka tuangalie vijana na tuteue hapa hapa hao vijana wawe wangapi na watachukua chakula ili waanze safari yao ya kwenda huko kuleta hiyo dawa. Kwa katika nyinyi mlioko hapa, wana kijiji wote na vijana mlioko hapa, tunaomba tuchague vijana miongoni mwenu hapa wa kwenda huko kuleta hiyo dawa. Leo tukiwa hapa tunatakiwa tuanze kuchagua. Na hata huyu aliyosababisha tatizo na yeye anatakiwa aende. Ndio ndipo aende. Huyu atakwenda, huyu aende na huyu. Yaani karibia vijana wa hiki kijiji inatakiwa aende ili waokoe kijiji chetu. Na kwenye hili kuna masharti. Katika hayo masharti, endapo yakikosewa hata moja, hatarudi kijana hata mmoja. Na kabla sijasema hayo masharti, niwaulize nyinyi wana kijiji. Je, mko tayari hawa vijana kwenda huko? Tuko tayari. Sawa. Na katika hiyo ninayo la kuongezea. Mimi ninayo kinga ndogo sana ya kuweza kuwapatia hawa vijana ili isiwakute kitu chochote kibaya huko wanapokwenda. Mimi nitawapatia, ila naomba niwapatie na hayo masharti kabla hawajaenda huko. Sharti la kwanza, nyinyi vijana nyote ambao mtakuwa mmekwenda huko kuleta hiyo dawa, haitakiwi kijana hata mmoja akipata tatizo mwache huko. Hiyo itakuwa sio, na hiyo jambo kama likitokea nyote mtapotea. Na jambo la pili, kitu chochote ambacho kitatokea huko ama aidha njiani mkiwa mnakwenda kule, haitakiwi kupiga kelele wala kushangaa. Na kuna vingi ambavyo vitatokea huko ya kuatisha nyinyi msikwende kuchukua hiyo dawa. Kwa hiyo tumeelewana? Ndio. Sasa hawa vijana au hawa watoto naweza kuwapatia dawa ya kuendelea kusubiri hiyo dawa kabla haijaja kutoka huko msituni. Na la kuongezea hapo, katika hao vijana watakao kwenda kule wawe mchanganyiko wa kiume pamoja na wa kike. Umeelewana ndugu zangu? Ndio. Sasa hiyo safari ungependa nyinyi ianze saa ngapi au muda gani? Kwa sababu hali ya vijana wetu ndio nyinyi mnapoiona hapo. Na safari itachukua siku 7 kwenda na siku 7 kurudi. Maana huko tunako mtaalamu mmoja hivi ambaye anaweza kutusaidia katika hili jambo hili. Kama mkubaliana kuanza hii safari leo, tutakuwa wale vijana ambao watakwenda kule. Hebu tujue kwanza ni wangapi. Nyosha mikono wale ambao mtakao kwenda. Sawa. Basi hao